Yes, tuendelee. Niko hapo kuelezea changamoto inayoitwa hepatitis C. Hepatitis C ni maambukizi ya homa ya ini. Haya ni maambukizi ambayo unaweza kuyapata kwa njia ya kuambukizwa na mtu mwingine ambaye ana changamoto hiyo, lakini pia unaweza kupata kutokana na mazingira kutokuwa mazuri. Kwa hepatitis C ni maambukizi ya virusi ambayo yanapoingia kwenye damu yanaenda kupambana na kitu kinachoitwa kinga ya mwili. Kwa hiyo kinga ya mwili inaweza kupambana na wale virusi kama itakuwa na nguvu ya kupambana na wale virusi. Kumbuka, hepatitis ni maambukizi ambayo unaweza kuyapata kwa njia ya damu, kwa njia ya mazingira, kwa njia ya msongamano, labda kusana na watu, unaweza kupata haya maambukizi. Kumbuka, ni changamoto ambayo unakuwa nayo ndani kwa ndani na watu wengi hawaigundui kwa sababu hawafanyi check up mara kwa mara. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inawasumbua watu wengi, na ni changamoto ambayo inaenda kuathiri ini kwa sababu ina stage ya kwanza, stage ya pili, stage ya tatu, stage ya nne. Na kila stage kuna dalili zake. Stage ya kwanza na ya pili dalili zake hazionekani mara nyingi, watu wengi hawazitambui, wanachukulia ni za kawaida. Stage ya tatu na ya nne hii inakuwa ni dalili kubwa zaidi, ambazo hizo dalili nitakuelezea pia kwenye video inayofuata. Kuna dalili zipi ambazo utazihisi au utazisikia kwenye mwili wako utakuwa una changamoto hiyo na uko stage gani. Sasa kumbuka, kama umegundua changamoto ya hepatitis B umeipata kwa njia ya infection, either kwa njia ya tendo la ndoa au kwa njia ya vitu vyenye ncha kali au kwa njia ya kutumia labda glass au vitu kama vitu vya namna hiyo, ukakuta mtu ana changamoto ukashare naye lakini ukaambukizwa. Lakini pia hata kwa njia ya majimaji, mtu akipiga chafya, mko karibu wote, lakini pia akigusa na yale majimaji unaweza kupata hayo maambukizi. Kwa hiyo niko hapa kuambia kwamba uwezekano wa kutatua changamoto hiyo upo ndani ya siku 90 tu ukawa umeshapona. Asante.